Na mtazamaji wa KSTV chini ya usimamizi wa CB Production, siku ya leo katika kanisa la Nuru Pentecostal Church tumetembelewa na Askofu Edward Amos Kalinga pamoja na cabinet yote, katibu pamoja na mama askofu, na tumefurahi sana. Bwana Yesu asifiwe baba. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina. Hongera kwa kufika hapa. Asante, namshukuru Mungu na kwa kweli nimebarikiwa sana. Ndio, unajisikiaje kufika hapa siku ya leo? Najisikia kwa kweli vizuri na nashindwa namna ya kueleza, lakini nasikia vizuri sana. Sikutegemea kama leo nitakuja kwa sababu ya upendo wa ndugu yangu na mtendakazi mwenzangu Mama Tarimo, ambaye nililia ni mchungaji wa mahali hapa, kwa mwaliko wake. Amen. Unaweza ukamkumbusha mtazamaji tena somo la leo? Ndio, wale watazamaji na wafuatiliaji wa KSTV na CB Production, ni kwamba leo tulikuwa na neno kutoka katika Timotheo wa kwanza ile sura ya 3 na kuanzia ile mstari wa kwanza mpaka 4, mpaka wa sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 2 na kuendelea. Sasa ni mambo ambayo Paulo mtume alikuwa anaagiza kwa Timotheo ili aweze kufika mahali kulifundisha kanisa yale ambayo yapasayo. Na kwa sababu hiyo basi, katika haya tuliyojifunza leo, ni namna gani tunaweza tukajichunga katika namna ya utumishi tulionao ndani ya nyumba ya Mungu na katika wokovu wetu tulionao. Tumefundisha namna mbili. Kuna utumishi ule wa kusimamia maono na utumishi ule ambao tumeitwa na Mungu kwa mmoja mmoja, yani maanake mtu aliyeokoka ni namna gani anamtumikia Mungu katika ule wito wake chini ya maono fulani, namna gani ananyenyekea, namna gani anatii, namna gani anakubali kufuata maelekezo na namna ile ya uongozi. Kwa namna hii ndio maana leo tumejifunza kwa kifupi, ndio hivyo. Amen. Asante sana Bishop, Mungu akubariki sana. Kwa wale ambao mnaendelea kutufuatilia, tuko live kutokea eneo la Njeteni. Hapa ni katika kanisa la Nuru Pentecostal Church. Tuongee tu na mbeba maono, unajisikiaje kwa kutembelewa na Askofu Edward Amos Kalinga leo? Mimi nashukuru sana kwa sababu nashukuru kwa sababu kwanza ni nafasi nzuri katika utume. Cheo cha askofu ni cheo kikubwa, na kwa sababu Mungu amempendeza akaja hapa, namrudishia Mungu tukufu, na yale tuliopokea tunashukuru, tumetiwa nguvu tuyatendee kazi. Mimi sina zaidi ya hayo. Amen. Yuko mchungaji hapa, naye unajisikiaje na wewe kwa dakika chache? Kwa kweli tunajisikia furaha sana na ni jambo la heshima na tunaona ni Mungu mwenyewe amekubali hili lifanyike, kwa sababu hata haya ambayo ameeleza ametukumbusha yale ambayo Mungu anataka tuyafanye, hata kama tulikuwa tumeacha, lakini sasa turudi katika mstari. Mungu aendelee kumbariki. Amen. Barikiwe sana. Na wa mwisho ambaye sitamsahau ni mama hapa, wengine tayari watawakilishwa na watumishi. Karibu sana mama, na unajisikiaje kufika hapa? Karibu sana. Haleluya. Mimi namshukuru Mungu sana kwa siku ya rasmi kufika mahali hapa. Nasema asante Bwana kwa sababu umetoa kibali tufike mahali hapa. Sawa. Nimefurahi sana kukutana na ndugu yetu Liliani ambaye tumeshikiana naye toka muda mrefu sana na tunampenda, ni rafiki yetu, mtumishi wa Mungu, pamoja na watumishi wake wasaidizi wote. Nasema Mungu awabariki na kanisa kwa jumla. Asante kwa upendo wenu, asante kwa kutupokea. Nami nasema karibu sana Palestine Mission International, karibuni sana ambapo tunahudumu pale. Karibuni, Mungu awabariki. Amen. Kutoka eneo la tukio, jina langu naitwa Samson Simon, ukipenda unaweza kaniita mchungaji, na huyu ndiye baba yangu wa kiroho aliyenilea ndani ya miaka 10 karibia na 5, na hatimaye akaniwekea mikono kuwa mchungaji rasmi pamoja na mama hapa, na amenitoa rasmi hapa kwa ajili ya kusaidiana na watumishi wa Mungu, uamsho uonekane, nguvu za Mungu ziendelee kutembea kwa kasi kubwa zaidi. Mungu abariki. Chao, endelea kufuatia KSTV chini ya usimamizi wa CB Production. Barikiwe sana. Amen. Kwa pamoja, bye bye. Bye bye. Bye bye. Amen. Amen. Amen.